maonesho katika shule yetu ya leo. Kwa majina anaitwa Witness Timothy Ndewa na mwenzangu anaitwa hii kama unavyoiona ni modo ambayo inaitwa semi-submersible platform. Hii ni modo kwa ajili ya kufanya drilling ama uchimbaji wa mafuta na gesi baharini. Lakini modo hii inaitwa semi-submersible kwa sababu nusu ya pati yake inakuwa ina float, nyingine inakuwa yuko chini. Na ina operate katika deep sea ambayo ni kuanzia mita 1500 mpaka 3000 huko ndani kabisa ya baharini. Na modo hii kama nilivyosema inatumika kwa ajili ya uchimbaji wa mafuta na gesi baharini. Nitaenda kuelezea juu ya hizi structure unazoziona hapa juu ambazo ni part ama components zinazosaidia structure hii kuweza kufanya kazi. Kwanza hii inaitwa hoisting system. Hii hoisting system kama unavyoiona ndio system ambayo inafanya ile uchimbaji wa mafuta. Hii ni drill bit na hii ni drill. Ndio zinazochimba mafuta. Kwa sababu zinapokuwa inachimba mafuta inaingia huko chini kwenye hii moon hole. Kwa ndio zinafanya kwenda kuchimba kule chini katika seabed kwa ajili ya kuchimba mafuta. Hii kuna accommodation kwa ajili ya kuwasaidia wale crew walioko baharini kwa ajili ya kufanya uchimbaji waweze kuishi. Hii inaitwa hoisting system. Hoisting system inatumika kuchoma zile gesi ambazo hazihitajiki zisizopatikana kipindi cha uchimbaji wa mafuta ambazo zinaweza kuwa ni za hatari katika platform. Kwa zinakuwa zinachomwa huku hivi kama inavyoonekana. Hizi ni tanks ambazo zinatumika kwa ajili ya kuhifadhi maji. Maji haya yanatumika kwa ajili ya accommodation na pia yanatumika kufanya ballast. Kama unavyoona hapa chini, hizi ni pontoons. Kwa hiyo inapokuwa iko ndani majini, nusu ya hii inakuwa iko chini ya maji. Kwa hiyo hizi ndio pontoon ambazo zinasaidia hii structure iweze kuelea vizuri. Kwa hiyo maji yanayokuwa yanakaa katika matenki yanaisaidia ipate buoyancy. Kwamba pale inapokuwa inataka kushuka chini, watajaza maji katika hizi pontoon itashuka chini kwa ajili ya kufanya zile process nyingine. Hii ni helicopter pad na hii ni helicopter. Kwa ajili ya kuwasaidia wale watu ambao wanafanya kazi katika offshore waweze kumove kutoka onshore kwenda offshore kwa ajili ya hizo kazi. Na kuna hizi huku, hizi ni lifeboats kwa ajili ya in case of emergency. Kwa hiyo watu wasiweze kupoteza maisha yao, wanatoka kwa kutumia hizi lifeboats kwa ajili ya huo usalama. Na hii ni power system, kuna engine, kuna generator na kila kitu kwa ajili ya kusupport kazi zinazofanyika katika uchimbaji wa mafuta. Tanki moja ni ya mafuta na tanki nyingine ni ya maji. Hiyo maji inasaidia katika kipindi cha uchimbaji wa mafuta. Ina act kama replicant kulainisha ile drill bit na pia inaikulu drill bit inapokuwa inachimba ili kutokuzuia uharibifu wote wala incident yoyote. Na hii ni crane ambayo inatumika kulift na kuloa ama kuhamisha vitu kutoka baharini ama vilivyotoka onshore kuingia katika offshore platform kwa ajili ya kazi mbalimbali. Lakini pia hapa crane inatumika kwa wale watu ambao hawajui kuogelea. Kama ikitokea emergency yoyote ile, kwa hiyo watakaa katika life raft alafu watabebwa na crane watoka baharini kwa ajili ya usalama. Na pia tuna hii inaitwa blowout preventer. Hii blowout preventer kazi yake ni kuzuia blowout. Mafuta yanapokuwa yanachimba, kuna visima vinaweza kujitokeza ambavyo vilikuwa havijatarajiwa. Hivyo basi, ile pressure ikiongezeka, inaweza ikafanya ile mafuta ama gesi erupt alafu inaweza kusababisha mlipuko. Kwa hiyo blowout preventer kazi yake hiyo kuzuia mlipuko isitokee kipindi cha uchimbaji wa mafuta. Mwenzangu ataelezea zaidi kuhusiana na uchimbaji zaidi unavyotokea. Kama mwenzangu alivyokuwa anazungumza kuhusu the hoisting system, this is the main structure ambayo inatumika kuchimbia mafuta. So as you see here, hii inaitwa the drill string ambayo kwa chini you see the drill bit. So hii achana kufanya. This is the drill bit. Hii katikati ni drill string ambayo inashusha kwenda chini. Kwa inavyofanya kazi kwamba hii hoisting system the derrick inapoishusha the drill string chini inakuja ina connect na pipe ya kwanza ambayo tunaita conducting phase. Ambayo yenyewe ikienda this layer kwanza hapa. So drill bit inavyochimba ikifika the seabed level hii hapa. Kwenye itachimba itaweka the first phase casing hapa ambayo ndio conducting case, and then after that yenyewe itaendelea kuchimba mafuta chini, na inavyochimba
inakuwa followed by pressured water. Kazi ya pressured water inasaidia kutoa zile rock particles zinavyochimba nayo. Kwa after ikishaendelea kuchimba yenyewe inavuta tena, inatoka, inakuja inaingizwa na casing ya pili ambayo inakuja hii hapa surface casing. Na surface casing inapokuwa inakuwa inaingizwa pamoja na cement na mud system. Na cement na mud system katikati inakuwa separated by cementing plug, ambayo sasa ikiwa inashuka chini, cement inakuwa inatangulia push by the cementing plug, ambayo baadaye inakuwa inapanda more into the annular spaces kama tulivyoweka rangi ya grey kuonyesha rangi ya cement. And then the mud system inakuwa ina run through the drill string, ambayo ina kazi yake inasaidia kupoza drill bit, kwa sababu inavyofanya kazi inakuwa inapata moto, inafanya lubrication, na pia inasaidia ku lift up the cut particles wakati tunafanya drilling. So the whole process inakuwa inajirudia mpaka tukiwa tunakaribia the final layer, ambayo sasa this is the third layer called the intermediate layer. So to the intermediate layer inakuja sasa we install the BOP, hii hapa blowout preventer, ambayo inakaa hapa juu on top of the wellhead. Kazi ya wellhead mojawapo ni kwamba ina produce interface kwa ajili ya kuweza kuweka the blowout preventer. Na hii blowout preventer tunaiweka kwa sababu jinsi mafuta yanavyokuwa yanapanda juu yanakuja na pressure kali inayojulikana kama kick. Na hiyo kick usipoiwahi kuizuia inaweza kupanda juu ikaleta milipuko and other accidents. So in order to avoid all that, we designed a thing called an blowout preventer, ambayo itakuja itakaa on top of the wellhead, which seals it so that kazi yake inakuwa ina prevent the kick. Now in this blowout preventer ndani kuna annular two things ambazo ni annular valves na pipe rams. Annular valves normally shape yake they're circular when fluid is flowing, but if in any case something happens zenyewe zinabadilisha shapes na kuwa donut, ambayo inakuwa inabana, ina seal. Kwa ikisha seal, na kuna pipes zingine, pipe rams naitwa mbili, ambazo kuna moja kazi yake zote mbili zinafanya the same thing, lakini the major one inaitwa pipe shear ram, ambayo yenyewe inakuwa ina kisu, ambacho hicho kisu sasa kinatumika kukata, kwa hiyo inakuwa ina seal off completely the well kama if there is anything that goes wrong, ili the production inakuwa sasa haiwezi kuendelea. So instead we just choose to abandon the well na kwenda sehemu nyingine. But in case that everything goes well, the oil inapanda to the risers to sehemu nyingine, to the production. Thank you. Ongeza nyingine, unaweza kujiuliza hizi structures zinawezaje kufanya kazi baharini, ama kwa sababu tunajua baharini ni very rough, mawimbi na kila kitu. Je, tunaweza kutengeneza structure kama ambayo inaweza kukaa sehemu kama hiyo? Ni hivi, kwanza kutokana na International Maritime Organization walitengeneza system ya kupatia uwezo structure kuweza kufanya nini, kukaa kule majini kwa ajili ya kufanya kazi. Na standard ambayo tunaitumia kutoka IMO inaitwa ISO 19901. Hiyo ndio standard ambayo tunaitumia katika kufanya nini, construction za hivi structure. Ambayo tunachofanya cha kwanza, tunaanza na selection za materials, na pia tunaangalia zile material tunazoselect, je, zina uwezo gani wa kuovercome zile load ambazo zinakuwa zinatokea hapo. Ambapo katika hizo material kutokana na hizo standard inaitwa high strength material, ambayo high strength material inasaidia hizi structure kuweza kuovercome loads ambazo inaweza kuencounter ikiwa kule majini, kwa sababu kuna loads ziko nyingi sana. Kuna operating loads ambazo ni zile loads zinazotumika pale kazi zilikuwa zinafanyika, mfano hii crane ilikuwa ina move, drill bit ilikuwa ina move hizo. Alafu pia kuna dead loads. Dead loads ndizo zinazotokana na zile structure ambazo ziko permanent, zimekuwa fixed, kwa hiyo zinakuwa distracted. Kwa hiyo structure inapokuwa inatengenezwa ndio inatakiwa kutumia high strength steel material. Kwa hiyo high strength steel material ndio inaweza kuovercome hizo loads ambazo structure inaweza kuencounter na kufanya hii structure iwe safe ikiwa baharini. Na pia aina nyingine za loads ni environmental loads, ni kwa mfano hizo wind, currents, tsunami au earthquake kama hivyo. Kwa hiyo hizo standard ambazo tunatumia katika kufanya construction yetu. Na hii ni drilling, wenzetu wataendelea kuelezea na pati yao.